Na wakati huo huo, baadhi ya miungano ya wafanyabiashara kutoka hapa Nairobi wameapa kufungua biashara zao licha ya maandamano ya muungano wa Azimio yanayotarajiwa siku ya Jumatatu. Wakizungumza hapa Nairobi, wafanyabiashara hao wamesema walikadiria hasara kubwa juma lililopita na sasa hawatakubali kuhesabu hasara hiyo tena juma hili. Pia wamemuomba kinara upinzani Raila Odinga kusitisha maandamano, badala yake awashauri wafuasi wake kote nchini kutumia kipindi hiki cha mvua kufanya ukulima, kwani hiyo ndiyo njia pekee ya kushusha bei ya bidhaa muhimu kama vile unga. Sisi tunataka kuambia kesho hakuna biashara itafungwa kwa sababu ya maandamano. Na mkidhubutu, mjaribu kuharibu mali yetu na mjaribu kuharibu ama kusumbua wale ambao wanakuja kufanya biashara na sisi. Sisi tuko macho na we are very ready to protect our businesses, we are very ready to protect our families, and we are very ready to even protect this government that we elected last year in 2022 August. Mnaweza enda muongee, lakini sisi tunataka a good conducive environment tufanye biashara. Lakini hiyo mambo mengine tunaomba vijana, mimi kama na represent the young tax in Kenya, kama youth, watu wako na nguvu mingi, yani vijana. Tunasema hiyo maandamano si lazima muhudhurie. Hiyo nguvu yenu mnaweza divert mfanye kitu kingine. Lakini mambo ya kutumika, tunasema hiyo mambo msikubali kutumika. Kwanza saa hii tuliomba Mungu akatupatia mvua. Tunaomba achana na watu waende wakalime. Hakuna vile unga itatoka mbinguni ishuke chini. This is the time for people to go in their shambas to plant, take advantage of the rains, instead of telling people to carry sufurias on their hands to come on the street. Sisi kama wana youth tunaomba Raila Odinga awachane na mambo ya maandamano, sababu most of youths and most of women living in Nairobi wanafanya ile biashara ya hand to mouth, and by the time wamekosa kufanya biashara any day they go through a lot. I want to urge youth that tomorrow let us keep peace, msitumiwe vibaya. Na katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli ametoa